Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmaina, amma ba'd. Leo nataka nikupe faida hii ni kutokana na suala ama tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua baadhi ya watu wengi kwa kuteseka kwa matatizo na kuamini kwamba wao ni kama wameshindikana kimatatizo. Kuna watu wamekuwa wakiaminishwa kwamba wao wanateseka kwa sababu ya kusumbuliwa na majini mahaba, na wakiaminishwa kwamba jini mahaba hatoki, au mtu anakuwa akiteseka na kuamini ana jini mahaba, lakini toka ameanza kuhangaika kulitatua hili tatizo hajapata ufumbuzi. Kumbe tatizo lipo sehemu moja. Sehemu ipi? Kuna watu hawasumbuliwi na majini mahaba, ila wanasumbuliwa na ndoa ya uchawini. Yaani mtu kafungishwa ndoa uchawini, lakini baada ya kufungishwa ndoa uchawini, dalili zinamuonesha ana jini mahaba. Sasa nataka nikupe dalili hizi takriban kama 6-7 hivi, ili ujue ni kweli wewe una majini mahaba au una tatizo la ndoa ya uchawini, na vipi unaweza ukanusurika kutoka kwenye hili tatizo na kurudi kuwa sawasawa. Dalili ya kwanza, kwa mtu aliyefungishwa ndoa uchawini, huyu mtu huwa anaota anafanya jimai, yani anakuwa anaingiliana au anaingiliwa au anaingilia, lakini wakati wa kufanya jimai anaota akifanya jimai na ndugu, aidha mzazi au mtu yeyote ambaye ni haramu yake, baba mdogo, baba mkubwa, shangazi, ima kufanya na mtu wa jinsia moja na wewe, wewe ndio unafanya au unafanyiwa au unafanywa. Dalili hiyo ni wazi kwamba wewe umeozeshwa uchawini. Na pili, inakuwa kwamba kila unapopata mchumba, sio yule mchumba anakukataa, ila anakataliwa na ndugu zako. Ukiona dalili hizi, jua wewe ni muathirika wa ndoa ya kichawi. Tatu, kwa mtoto wa kike anakuwa na tumbo kama mjamzito na kitu kinakuwa kinacheza tumboni mfano wa mjamzito, na hiyo hali ya kitu kucheza tumboni huambatana na maziwa kuwa yanavimba au yanajaa au yanawasha au kuuma mfano wa mjamzito wa kweli. Kwa mtoto wa kiume anakuwa na maumivu chini ya kitovu, maumivu ambayo pia husababisha dhakari yake kuwa inarudi ndani, inadogeka, inakuwa ndogo badala ya kurefuka. Ndio yule akisimama anakuwa nchi 2 mpaka nchi 3. Basi dalili hiyo ni dalili ya kuwa umeathirika na majina ndoa ya uchawini, sio jini mahaba. 4, unakuwa mara nyingi katika mambo yako ndugu zako huwa wanakula kiapo kwamba hutokuja ufanikiwe, au ndugu wanakula kiapo hutokuja uzae, hutokuja uolewe, hutokuja uoe. Yaani hujui chanzo cha ugomvi kilipotokea, mtu tu anakuja kupea wewe hutokuja uolewe, au wewe ukiolewa wewe sijui binti sijui nifanye. Unaona, kunakuwa na vitu vya namna hiyo, lakini yule mtu anayeropoka anaropoka kwa sababu ya shinikizo, sio kwa sababu yeye ndio mlozi. Hiyo ni 4. 5, inakuwa ikitokea kafunga ndoa, basi katika ndoa hatokuja apate uzazi. Labda ndio pale unastaajabu, mtoto wa kiume yupo kwenye ndoa, hakuna uzazi, kachepuka nje, ana uzazi, anasema labda yule mwanamke nilichepuka naye ni muoe, naye ndio halasi. Na mtoto wa kike ni hivyo, kwenye ndoa hazai, akichepuka kazaa. Ndio leo imesababisha wanaume wengi wanalea watoto sio wao, lakini wamezaliwa kwenye ndoa zao. Napoongea hivi manake dada aliyefanya hivyo anajijua, anasema huyo mie. Na mtoto wa kiume alifanya hivyo, unaona, unajua kabisa huyo mie. Ukiona dalili hizo, jua umefungishwa ndoa uchawini. Na 5, 6, unakuwa unaweza kuwa na bahati sana ya ndoa, lakini ni tajiri wa talaka. Una bahati ya ndoa, tajiri wa talaka. 6. 7, ndoa zako nyingi ama ndoa yako inakuwa ikihusudiwa sana na ndugu zako.
ndugu zako wa damu wanakuwa ni watu ambao wanapambana kuihusudu ndoa yako, wanakuwa na furaha unapoishi single na wanaumia unapokuwa kwenye ndoa. Sasa hapa katika vitu ambavyo huwa vinawatesa watu kuelekea kuipata tiba, watu wengi wameaminishwa na majini mahaba, wametibiwa pasipo kupona, na mtu akabeba itikadi kwamba ukiwa na jini mahaba kupona ni ngumu, au jini mahaba hatoki. Si kweli. Wewe unatibu usichoumwa, unachoumwa kingine na unachotibu kingine. Sasa unapotaka kujua kwamba hivi ni kweli mimi kwa dalili zilizosemwa zinanihusu na ni kweli mimi ni muathirika wa ndoa ya kichawi, jibu ndio. Kama ndio, kwa nini? Nitakwambia. Kama kweli umejithibitisha na umekwisha hangaika kutafuta suluhisho, umekosa mafanikio na jibu la wakati, jambo linakusononesha na kukuumiza, fanya hivi: kanunue udi unaitwa Nuksi Khalas. Udi uitwao Nuksi Khalas kama huu udi Nuksi Khalas. Ukisha ununua, wapi utaununua? Nenda Kariakoo, katika maduka ya dawa za asili Kariakoo. Ukifika uliza dukani kwa Mustafa au Tahfifu, duka la Tahfifu, au unaweza kusema dukani kwa Mama Rukaiya. Kariakoo lipo jirani na duka la Sunderland. Udi unauzwa 60,000 kwa carton, ambapo carton yake hii zinakaa pakti 13. Chukua huu udi ukukuche kwenye maji. Kwa kuwa wewe umefungishwa ndoa ya kishirikina, na hapa hata kama ni ndoa umefungishwa na jini mahaba, na somo linalofuata nitaeleza dalili za mtu aliyefunga ndoa na jini. Sasa kama umefungishwa ndoa hii ya kishirikina, ndoa ya kichawi, ndoa ya nguvu za giza, ukucha udi kwenye maji, nenda kaoge. Baada ya kuoga, chukua udi, choma, dumu hivyo ndani ya siku 11. Mtu aliyekufungisha ndoa atakuja kukupigia magoti au atakuja kukuropokea, na baada ya siku 37 huyo aliyekuoa wewe uchawini atakupa talaka. Ndio pale utakapolala na kuota unapewa talaka. Haitojalisha umeolewa, umeoa, hujaoa, hujaolewa, lakini utaota ndoto ukipewa talaka au ukigombana na mpenzi wako. Kishaota ndoto hiyo, sema alhamdulillah. Kwa hiyo utaendelea na dozi labda kwa mwezi mmoja mbele, ili kuhakikisha mwili wako umekaa sawa, na atatokea mwanamume wa kweli wa kukuoa. Na kama ile ulikuwa tayari upo kwenye ndoa, unatumikia ndoa mbili, ndoa yako itakuwa na furaha na amani ya ajabu ambayo hujawahi kuiona. Ama utakapokuwa katika jimai, utaanza kuona ukipata raha na furaha ya ajabu, hujawahi kupata raha hiyo toka umepata akili timamu. Hapo ni dalili kwamba umepona kwa idhini ya Allah. Ni udi unaitwa Nuksi Khalas, ambapo unauzwa 60,000. Lakini pia unaweza kupiga simu kwa ajili ya kupata udi katika namba 0652 711111, au tukienda kimataifa tunasema alama ya kujumlisha 255 652 7111. Alama ya kujumlisha 255 652 711111. Narudia, alama ya kujumlisha 255 652 711111. Utapiga hiyo namba kwa ajili ya kupata huduma ya kupata udi uitwao Nuks Khalas, na kwa idhini ya Allah utafanikiwa insha Allah. Hakimu al-Jinni, Chief Nusura al-Majid.